Hivi ndio vitu vitatu ambavyo unaweza ukavifanya wewe ambaye una tatizo la hypotonia na wewe ambaye una tatizo la acid reflux. Lakini hapa naongelea wale ambao wana tatizo la hypotonia. Tumesema hypotonia ni sehemu ya tumbo lako ambalo imesukumwa kwenda juu, sehemu ambayo haitaki kwenda, lakini bahati mbaya kutokana na misuli yako imelegea, hiyo sehemu imesukumwa imeenda huku juu ya tumbo. Yaani kwa hiyo kama juu ya tumbo ina maana huku karibia kwenye kifua. Sasa hiyo sehemu inapokuwa inaenda sehemu ambayo sio sahihi, ndiyo inakuletea shida. Unaweza kupata changamoto kama zile za acid, kwamba unahisi kwamba ukila kidogo unaona kwamba tumbo limejaa, unapata kichefuchefu, ukipata choo sometimes kinakuwa choo ambacho kina damu, unakuwa sometimes yani shida zote ambazo mtu ambaye ana tatizo la acid reflux anazipata, ndizo huyo mtu mwenye hypotonia naye anazipata. Kwa hiyo sasa kuna vitu vitatu ambavyo nakufundisha leo wewe uweze kufanya kama una tatizo la hypotonia. Kitu cha kwanza ni kwamba jitahidi sana asubuhi unapoamka kunywa maji nusu lita au lita nzima. Yaani hakikisha tumbo lako limejaa maji vizuri. Alafu utafanya zoezi lifuatavyo, kwamba utasimamia vidole vyako vya miguu, alafu baada ya muda utatua chini hivi. Kwa hiyo utakuwa unafanya kama hivi, unafanya hivi juu, alafu unatua chini, pa. Sawa? Alafu tena unanyanyua tena hivi juu, alafu unatua, pa. Hiyo utakapokuwa unafanya hivyo ina maana utakuwa tumbo limejaa kama mfano mpira vile ulivyokuwa umejaa. Sasa unapokuwa unanyanyuka hivi na kutua hivi chini, ina maana ni kama unavuta ile tumbo limeshajaa maji, unalivuta wapi? Chini. Kwa kadri unazidi kuvuta chini, ina maana hii sehemu inatoka ile sehemu ambayo imepanda huko juu, inarudi wapi? Tumboni, sehemu ambayo inatakiwa iwepo. Kwa kufanya hivyo mara kwa mara itakusaidia sana wewe kurudisha ile hypotonia, yani kuondoa hiyo tatizo, yani kuondoa ile sehemu ya juu ambayo imenasa huko juu, kurudi wapi? Tumboni ambapo inatakiwa ikae. Hilo ni zoezi la kwanza. Zoezi la pili ni kwamba inatakiwa unaingiza hewa kwa kutumia mdomo, kwa kutumia pua, alafu unatoa kwa mdomo. Kwa hiyo unavuta pumzi yani, alafu unakaa kidogo, alafu unaitoa kwa mdomo. Sawa? Kwa hiyo unavuta. Kwa hiyo utakuwa unafanya hivyo. Hiyo itakusaidia pia kwenye zoezi lako. Na hiyo inatakiwa pia maji yawe tumboni. Kwa hiyo itakusaidia kwenye unapokuwa unasukuma na kuvuta, inakusaidia kuweza kutoa ile uzito kurudi chini. Kitu cha tatu ni kwamba utatumia mafuta yako, mafuta ya castor oil au tunasema kwamba mafuta ya mnyonyo. Haya yanasaidia sana. Utakuwa unafanyia massage sehemu. Na hii sehemu inayohitajika ni hii sehemu hapa. Yaani katikati ya, yani panapokutana kifua na tumbo hapa. Hapa ndio tunapopahitaji sisi. Kwa hiyo hapa utakapokuwa unafanya massage, utafanya massage ambayo utapata faida mbili. Faida ya kwanza, tuna stimulate ile misuli ya mlango ule ambao wa watu ambao wana tatizo la acid reflux, lakini hapo tunakuwa tunaisaidia hiyo nyama ambayo yani hiyo sehemu ya tumbo ambayo imeingia huku juu. Kwa hiyo utakuwa unafanya massage. Kwa hiyo massage ya kwanza utafanya kama unafanya hivi, unasukuma, yani kama unaandika duara hivi, yani unasukuma hivi unafanya. Natumia vidole hivi viwili kuingiza hapa hivi. Ingiza hapa. Alafu utakuwa unafanya massage hivi. Sawa? Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, utakuwa unafanya hiyo massage lakini unasukuma chini. Yaani unafanya massage hivi, unasukuma chini. Unafanya massage, unasukuma chini. Unafanya massage, unasukuma chini. Tunachokisukuma pale, tunasukuma ile nyama. Ile nyama ambayo, ile sehemu ambayo imepanda huku juu, tunaisukuma irudi wapi? Chini. Kwa hiyo utakuwa unafanya massage, unasukuma. Unafanya massage, unasukuma. Kwa kufanya hivyo vitu vitatu mara kwa mara, asubuhi mchana jioni, asubuhi mchana jioni, au asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, mara kwa mara, unaweza kujikuta ukapona tatizo la hypotonia pasipo kufanyia upasuaji wowote. Uzuri ni bure, hamna hela yoyote ambayo unatumia. Kwa hiyo kujaribu nadhani sio dhambi. Unaweza kujaribu, kama itakufaa ni sawa, lakini kama haitokufaa basi unaweza kaendelea kitu kingine. Maana hypotonia mara nyingi inafanywaga upasuaji. Sasa unaweza ukajaribu kwanza wewe kabla haujaenda kwenye upasuaji, kwa sababu tunajua upasuaji pia kuna changamoto mbalimbali, lakini hiyo upasuaji ndio tunasema ndio
njia pekee iliyokuwepo kwenye swala la hydrohenia, lakini wewe unaweza kujaribu njia nilizokufundisha. Kama itawaka ni vizuri, lakini ikishindikana utaenda kufanyiwa upasuaji wa hydrohenia, na baada ya kufanyiwa upasuaji unaweza kushangaa hata tatizo lako la acid reflux likaisha. Lakini mimi nawashauri watu wengi, kama una tatizo la hydrohenia au una tatizo la acid reflux, kitu cha kutibu ni kwamba tibu inflammation zote, tibu vidonda vya tumbo, tibu acid reflux, na kwa kutibu hivyo vitu utajikuta umepona kabisa tatizo lako la hydrohenia, umepona kabisa tatizo lako la acid reflux. Kama hujui jinsi gani ya kuweza kutibu, kwa sababu unajua tiba ziko nyingi, lakini kama unataka tiba ya uhakika, chukua namba yangu bio, nipigie niweze kusaidia, kwa sababu nimekuwa nawasaidia watu wengi wenye tatizo hilo.